ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Unaposhare ibada na mwingine ni kama maombi unayafanya, na kwa maombi yako mtu anaweza kuinuka tena, na kwa hayo maombi mtu anaweza kubarikiwa zaidi. Wacha tumwabudu Bwana, tumwambie kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa. Ujue kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Ujue kwa maombi yako nitabarikiwa.
ulisimama naye kwa maombi ili asimame tena. Nisaidie kuregesha watu kwako ili wawe na nafasi ya kukuabudu, ili wasimame tena kwa maombi, wasimame tena kwa neema. Ayabada sedaya nela kera rakadia bosadaya makeda bosadema. Bwana Yesu nisaidie. Nakataa Bwana, nakataa kuchekelea mtu kwa sababu anapitia hali fulani. Nakataa moyo wa kufurahi kwa sababu mwingine analia. Nakataa moyo wa kufurahi kwa sababu mwingine amepatwa na aibu. Nakataa kufurahi kwa sababu mwingine ameacha wokovu. Nakataa kufurahi, nakataa kushangilia kwa sababu kuna mtu ameacha neema. Nakataa kushangilia kwa sababu kuna mtu amepatwa na aibu, kwa sababu kuna mtu amefungiwa nyumba. Ninakataa kucheka, lakini nasimama kwa maombi, maana kwa maombi yangu na maombi ya mwingine atasimama kiimani. Maana kwa maombi yangu na maombi ya mwingine atainuka kihuduma. Akiinuka Bwana atainuka na nguvu nyingi. Sababu ya maombi hatainuka na nguvu kwa sababu anaweza, lakini atainuka na nguvu kwa sababu ya maombi. Hey! Kwa maombi yangu Yesu siku wa leo kuna nafsi inakombolewa mahali. Kwa maombi yetu siku wa leo kuna mtu anatolewa kwa pombe. Kuna mtu anatolewa kwa pombe. Kwa maombi yetu wapendwa, kuna mtu anatolewa kwa aibu. Kuna mtu anatolewa kwa mateso. Kwa maombi yetu siku wa leo, kwa maombi yetu siku wa leo. Ayadabo sadeba yande. Umesema mwenyewe kwa neno lako, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri habari njema. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri habari njema. Habari njema ni kuombea mtu, ni kusimama na mtu wakati amelemewa. Hizo ndizo habari njema. Habari njema ni kusimama na mlevi akombolewe. Habari njema ni kusimama na mgonjwa apone. Hiyo ndio ibada yenye maana. Hiyo ndio ibada yenye maana. Mwingine akifunguliwa, akirudi kwa Kristo, hiyo ndio ibada yenye maana. Yesu, na tena maandiko yanasema ya kwamba Yesu, ya kwamba pale mbinguni shughuli zote zinasitishwa wakati mwenye dhambi amekurudia. Pale nyumbani kila kitu kinanyamaza. Mbinguni nyumbani kila kitu kinanyamaza kwa sababu ya nafsi moja imemrudia Kristo. Yesu, asante Bwana, tupe neema ya kusimama na wengine. Katika maombi yetu watabarikiwa, katika maombi yetu watakombolewa. Na ndio maana tuko hapa usiku wa leo kusema ya kwamba watu wapone, kusema ya kwamba watu wafunguliwe, kusema ya kwamba watu wawekwe huru. Yesu, jue kwa maombi yako itasimama tena. Jue kwa maombi yetu watu watapona. Ujue kwa maombi yetu jamii zitaimarika. Ujue kwa maombi yetu watapona. Walio wagonjwa hawawezi kuomba. Ujue kwa maombi yako watapona. Waliovunjika moyo hawawezi kuendelea. Ujue kwa maombi yako watapona. Wasio na matumaini wameshindwa kabisa. Ujue kwa maombi yako watashinda. Ujue kwa maombi yako. Simama na mtu tu leo. Bwana, Bwana, ujue kwa maombi yako
mrefu, usikate tamaa. Mungu anaona sirini, atajibu kwa wazi. Anayeona sirini, tumeitiwa moyo wa kuinua mwingine, moyo wa kutiana nguvu, moyo wa kutiana moyo katika ushirika, ya kwamba Bwana, ni maombi yangu nisione mtu akihangaika, lakini kama sina nafasi ya kumsaidia, basi nimsaidie katika nafasi ya maombi, nimsaidie katika nafasi ya kulia mbele zako, nilie mbele zako kwa ajili ya maombi, ili mtu apone. Hiyo ndio ibada, hiyo ndio ibada, hiyo ndio ibada. Watakombolewaje kama tutakata tamaa na wao? Mtu atafunguliwa vipi kama tutakata tamaa na yeye? Nakataa kukata tamaa, nakataa kuvunjika moyo, hata kama nimesimama kuombea mtu kwa muda na hajabadilika, nakataa kuvunjika moyo. Bado nitaomba, bado nitasimama tena na yeye, nimuone akiinuka tena. Wakuombea wengine Yesu, wakufunga kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, wafunguliwe wale waliofungwa. Wengine wanateseka na vifungo vya ukoo. Bwana Yesu, watu watakata tamaa kuwaombea ndugu zetu, wengine wameteseka na tunajua wanateswa na majina walioitwa. Bwana Yesu, nakataa kukata tamaa. Sitakata tamaa na familia yangu mpaka nione ndugu zangu wamebadilika, mpaka nione shemegi zangu wamebadilika. Nakataa kurusha mikono, nakataa kurusha mikono. Wengine Bwana, wengine Yesu, wengine Yesu, wengine Yesu waume zao hawajaokoka, na mtu anasema kila siku namuombea mume wangu, lakini abadiliki, ndo anazidi, mambo yanakuwa mabaya. Usikate tamaa mama, usikate tamaa mama, simama, endelea kwa maombi. Atasimama mume wako, mke wako atasimama tena. Mama, usirushe mikono kwa watoto wako, endelea kusimama nao kwa maombi. Mungu atawakomboa kizazi chako kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi. Nataka nikwambie kitu, nataka niongee na wewe kitu. Kuna wakati mamangu alikuwa kwenye gereza la kukata tamaa, wakati adui alikuwa ameiba watoto wake kwa madhabahu, na wameibiwa tu watoto ambao wamelelewa katika njia za Mungu, lakini kafika mahali adui akawaiba, na mama akaendelea kufunga na kuomba, tukishirikiana pamoja
ya ndugu zangu, wakiwa adui amewaiba, wamepotelea dhambini. Hakuna kitu cha uchungu kama ule mtoto akiwa mdogo mpaka amemaliza form 4 ndani ya Mungu, alafu anaharibika akiwa form 4. Lakini tukaendelea kuomba, tukaendelea kumuita Bwana, na leo hao vijana ni wahubiri. Leo hao vijana wanamwimbia Mungu. Leo hao vijana wameokoka, wake zao wameokoka, watoto wao wameokoka. Aya, ujue kwa maombi yako kuna mtu atafunguliwa. Ujue kwa maombi yako, ujue kwa maombi yako kuna mtu atapona. Ujue kwa maombi yako, ujue kwa kufunga na kuomba kuna mtu atasamehewa dhambi. Ujue kwa mafungo yako, shada bayande, oh rakada baze bayande la pena, rade shada bayande. Wewe ni Baba, kuna kama wewe. Ninakataa kuchoka kuombea mtu, ninakataa kuchoka kusimama na mtu. Ili mimi niwe nimeimarika, kuna mtu alisimama na mimi, kuna mtu alisimama na maisha yangu. Ndio maana niko hapa, ndio maana niko hivi leo. Nami narudisha mkono kwa kusimama na maisha ya mtu, na ndio maana ibada hii inakujia kwako every Tuesday na every Friday. Tusimame na wewe, neema iongezeke. Tusimame na wewe, upone. Tunasimama na wewe, ufunguliwe. Tunasimama na wewe, Yesu abadilisha maisha yako. Na ibada hii ya leo ni ya Holy Communion. Ibada hii tunapokushirikisha usiku wa leo, ukiwa nyumbani, ukiwa hali popote pale ulipo, tunakushirikisha ibada hii ili kile kinatendeka kwetu hapa kitendeke na kwako leo. Hey, yes. Oh, shadabaya. Wewe ni Baba, kuna kama wewe, Mfalme wa amani, Mungu mwenye
Takatifu, oh takatifu Yesu. Takatifu, oh takatifu Bwana. Takatifu, oh takatifu Yesu. Takatifu, haleluya. Bwana, 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 Bwana. Takatifu, oh takatifu Yesu. Takatifu, oh takatifu. Pale mbinguni takatifu, oh takatifu. Tuungane pamoja na makerubi na maserafi. Takatifu Bwana. Takatifu, oh takatifu Yesu. Takatifu, oh takatifu Bwana. Imba, oh takatifu Yesu. Takatifu, oh tutazivua taji zetu takatifu Yesu. Takatifu, oh takatifu. Nitasimama na kerubi tukiimba, oh takatifu. Radesha Bwana, oh takatifu Yesu. Yesu milele. Oh takatifu Bwana. Barabara za dhahabu, takatifu Yesu. Malango ya lulu, takatifu Bwana. Kuta za shaba, takatifu Mungu. Kiti cha dhahabu, takatifu Mungu. Kiti cha neema, takatifu Mungu. Kwenye utukufu wake, takatifu, oh takatifu Yesu. Takatifu, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Pale mbinguni, kwenye utukufu wake, huyu Yesu Bwana. Kwenye uzuri wake, huyu Mungu, huyu Mungu mikono yako ikiwa juu namna hii. Biblia inasema ya kwamba pale mbinguni kiti chake ni cha dhahabu. Yani pale mbinguni kiti chake ni cha dhahabu, kimezungukwa na dhahabu. Sakafu yake ni ya lulu, amezungukwa na lulu huyu Mungu. Aya, 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 aya. Hey! Malango yake
tazama yamekuwa mapya, nimefanyika kuwa mwana. Sing along with me. Kwa kazi ya msalaba ya kale yote yamekwisha, Tazama yamekuwa mapya, ila mimi nimefanyika kuwa mwana. kwa kazi ya Goligotha yale ya kale yote yamekwisha. Leo naweza kusimama nitumike, nimefanyika kuwa mwana. Kwa kazi ya Kalvari alisema imekwisha. Mfalme nakupa Leo naweza kushiriki mwili wake na damu yake, heshima na adhama na imefanyika